Habari za wakati huu mtazamaji wa MTC Online TV. Majina yangu ni Tobias Amos na ukaribisha katika kipindi chetu ambapo tunaenda kudiscuss mambo ambayo yanahusiana na ushirika makanisani. Hivyo sipo mwenyewe studio, leo nipo na mgeni wangu hapa ambaye ni katibu wa vijana kutoka katika kanisa la AICT Mpanda. Hivyo tutazungumza naye machache ili kujua ni kwa namna gani mitandao ya kijamii ama huduma za kimtandao zimeathiri ushirika. Hivyo kabla ya yote ningependa mgeni wangu akutambue kwa majina. Karibu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyonitambulisha, natoka kanisa la AICT au African Inland Church Tanzania. Panda mjini. Ninaitwa David Mchele. Mahali pale ni mzee wa kanisa, lakini pia ni kiongozi kwenye idara ya vijana. Okay, karibu sana. Nashukuru sana. Okay. Kwa siku ya leo ningependa utuambie tuanzie hapa, kwa maana kwa sasa kumekuwa na ongezeko kubwa la huduma za kimtandao ama mitandao ya kijamii imeshamili duniani kote, na hata kwenye makanisa sasa masuala haya yameingia kwa kasi kubwa. Tunakuwa tunaona ibada zikiendelea, kuna watu kupeana taarifa kutumia mitandao ya kijamii, simu hizi wanachati, lakini pia kuna masomo watu wanatumia kusoma kupitia simu hizi zinakuwa zinatumika. Sasa kutoka kwako tunapenda leo utuambie wewe unaona ni kwa namna gani imesaidia kukuza watu kiroho ama ushirika ama imedhoofisha. Tunapenda kutambua wewe unalitambua kwa namna gani hili swala. Okay, nashukuru sana. Ni swali zuri, lakini pia ni mada nzuri. Mitandao ya kijamii kwa sasa hivi kama ambavyo umeitambulisha ni jambo ambalo kwa sasa hivi liko kwa ukubwa sana kwenye ulimwengu wa sasa tuliopo. Lakini sisi katika masuala ya kiroho tunakuwa tunafahamu zaidi. Tukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 4, Biblia inatabiri jambo hilo. Mtumishi wa Mungu Danieli alitabiri akisema siku hizi au nyakati za mwisho, hizi sisi tunaziita nyakati za mwisho, kwamba maarifa yataongezeka. Kwa hiyo sasa hivi uwepo wa mitandao mingi ya kijamii kama jinsi ambavyo ilivyo, nadhani ni moja ya maarifa kuongezeka jinsi ambavyo kwa sasa inaenea kwa kasi sana. Na kwa sababu na sisi watu wa kiroho au watu wa kanisani ni sehemu ya jamii, hiyo mitandao ya kijamii haishi tu kule kuiona mtaani, lakini inakuepo hadi makanisani na ina manufaa yake, na pia kama ulivyosema pia na madhara yake pia yapo, kwa sababu kila jambo mara nyingi hata kama likiwa zuri likitumika tofauti mara nyingi linaweza ikawa likaleta matokeo hasi. Okay. Sasa hapo nadhani sasa tuende sasa moja kwa moja tusikie kutoka kwako ni wewe hii mitandao ya kijamii unaionaje? Imesaidia kukuza ushirika ama imeudhoofisha ushirika? Kwa maana ya matokeo chanya, mitandao ya kijamii ni jambo zuri sana ambalo kwa wakati tuliopo katika huduma za kiroho lina nafasi kubwa sana. Kwa maana tukizingatia au tukirejelea masuala ya nyuma kidogo, kabla ya hii mitandao ya kijamii haijaenea sana, utakumbuka zamani ukihitaji kutuma taarifa zako utaenda posta, utaandika barua. Kama kuna ujumbe unataka kufikisha mahali fulani, utaandika barua. Wasomaji wa Biblia naelewa. Mimi ninaamini kwamba tunapozungumzia swala la Biblia, kwa mfano labda tunazungumzia labda nyaraka za Paulo kwa Wakorintho, kwa Wakolothai, kwa Wathesalonike, utaona ni nyaraka ambazo ameziandika kwa mkono. Mimi naamini ingekuwa ni leo Paulo akarudi, asingelazimika kuandika kwa mkono, kuandika zile nyaraka.
Pengine angeenda tu studio, akawa online mahali, akarekodi, wakatumia wale watu kwa WhatsApp. Kwa sababu hiyo inarahisisha mawasiliano. Mtu anaweza akataka kuwasiliana na mtu mahali au akataka kufikisha ujumbe mahali, sio lazima awepo au zile taarifa zipeleke kwa namna ambayo itakuwa ni ngumu. Watu sasa hivi wanaweza kufanya ibada online, wengine akiwa majumbani wanasikiliza taarifa mbalimbali, wanasikiliza mahubiri, wanatoa sadaka zao kupitia online TV, hawalazimiki kuwepo kwenye lile eneo. Okay. Mtu anaweza akawa ni mgonjwa kwa hospitali, hawezi akainuka akaenda ibadani, lakini kupitia mitandao ya kijamii anaweza akashiriki ibada moja kwa moja na wenzake na akajihisi yuko sehemu ya ibada na akafanya mambo yote ya kiibada kama kawaida bila hata kuwepo kwenye eneo husika. Kwa sababu hiyo mitandao ya kijamii imerahisisha sana masuala ya kimawasiliano. Mtu alazimiki kufunga safari kwenda mahali, mtu alazimiki kutumia muda mrefu sana au kwa namna ambayo itamchukulia muda mrefu sana. Analazimika tu maandalizi tu machache na badala yake anafikisha ujumbe. Mimi hapa naweza nikasimama hapa nikatumia mitandao ya kijamii kupitia Facebook au Instagram au TikTok kwa namna nyingine, nikafikisha ujumbe hata kwa mtu ambaye yuko Marekani sasa hivi, akanisikia ninahubiri, ninamtangazia habari za Yesu na akanielewa. Vile ambavyo isingewezekana kuchukua nauli kufunga safari kwenda Marekani kuhubiri habari njema. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kuna nafasi kubwa sana kwa sasa hivi mitandao ya kijamii imesaidia kulieneza na kulitangaza neno la Bwana. Okay. Sasa wewe ukiwa kama katibu wa vijana kanisani kwako nako hudumu, unawaona vijana wanatumia mitandao ya kijamii pasavyo kabisa kueneza injili na kuiletea impact kanisa, ama wewe vijana wako unawaonaje? Kama ulivyoanza kwa maana ya kwanza kwamba kila jambo linapokuja linakuja kwa namna mbalimbali na mitazamo mbalimbali. Mimi naweza nikasema mitandao ya kijamii kwa maana ya kwa makanisa kwa ujumla tuna vijana, binafsi yangu ni kama naona bado haijawasaidia kabisa kufikia ufanisi wake unavyotakiwa kufikiwa. Maana kama ambavyo nimesema, mitandao ya kijamii ukiitumia vizuri ina matokeo mazuri sana na ni nzuri sana. Sio tu makanisani, hata kule nje watu wanatumia kwenye biashara, kutangaza biashara zao na vitu mbalimbali. Hata makanisani. Sasa hivi hatulazimiki sana mtu kubeba Biblia kubwa. Sasa hivi unaweza kuwa na Biblia zaidi ya 5 kwenye simu. Kwa na Biblia Kiswahili, ya Kiingereza, hata kama ya Kiruga. Mimi hapa na Biblia kwenye simu mpaka ya Kisukuma. Sasa mimi ni Msukuma. Ingenilazimu nibebe Biblia, ningekuja na marundo ya Biblia hapa mengi. Kitu ambacho kisingewezekana. Kwa hiyo vijana makanisani au watu vijana kwa ujumla, mitandao ya kijamii bado haijawasaidia, kwa maana nadhani ni kitu ambacho sana kinaanza kuenea na wanakipokea kwa namna mbalimbali, kwa sababu kinakuja kwenye mazingira ambayo ni ya kiujumla, mtaani na mambo ya duniani hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa maana ya kikanisa, kwa mtazamo wangu, bado kwa upande wa vijana haijawasaidia sana. Okay. Kwa hiyo tukibakia hapo hapo, tukikupa nafasi uwashauri vijana wanaokusikiliza kwa sasa kuhusiana na matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, ungewashauri kitu gani ambacho ungependa wakisikie na wakielewe kutoka kwako? Asante mtangazaji. Mimi kwa upande wangu, kwa vijana wenzangu wanaosikiliza MTC Online TV, nadhani mitandao ya kijamii ina manufaa makubwa sana kwa sisi vijana, hasa upande wa makanisani, jinsi ambavyo tunatamani kukua na kuongezeka kiroho, kumjua vizuri Mungu wetu. Mitandao ya kijamii ina faida kubwa sana tukiitumia ipasavyo. Nikiongea na vijana au ningepata vijana kuuliza maswali mahali hapa, wengi wangekuwa hapo tukauliza maswali kwamba wangapi kwa siku ya leo kupitia mtandao wake wa kijamii au kupitia Facebook au mtandao wote anaosikiliza, kwamba
amejifunza kitu gani cha kumsaidia kuongeza jambo katika maisha yake ya kiroho. Utakuta mna wengi wako TikTok wanaangalia katuni, wanaangalia michezo na mizaha mbalimbali, kitu ambacho sio makusudio kabisa ya mitandao ya kijamii. Kwa mimi ningependa kuwashauri kupitia mitandao ya kijamii mtu anaweza kujifunza habari nzuri za neno la Mungu. Kupitia mitandao ya kijamii tunapata maarifa mbalimbali tofauti tofauti. Katika ulimwengu wa sasa hivi hatufungi na mafundisho aina moja. Sasa hivi kila mahali kuna injili inahubiriwa, kuna habari mbalimbali zinatumwa. Lakini pia hatui nje sana au mbali na jamii inayotuzunguka. Hata Tanzania nzima tunakuwa pamoja nayo. Kwa hiyo kupitia mitandao ya kijamii kumbe tunapata uwanja mpana wa kupata taarifa kadha wa kadha, kujua nchi yetu inaendeleaje, kitu gani leo kimeendelea katika majiji labda kama Dar es Salaam huko, kwenye uongozi wetu wa kiserikali ni taarifa gani zinaendelea. Sasa hivi tuko kwenye kipindi cha uchaguzi, mambo gani yanaendelea. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya msingi ambavyo kama vijana tukiamua kuwekeza kutumia mitandao ya kijamii kuisikiliza, maana tutapata faida kubwa sana. Moja, itatusaidia kuongeza viwango vyetu vya kiroho, lakini pia kusikiliza agenda mbalimbali na mafundisho mbalimbali, kitu ambacho kingetujengea ufahamu mkubwa. Na katika ulimwengu wa sasa hivi kwenye mafundisho ya uongo tungejua kupambanua hiki ni kitu cha kweli na hiki ni kitu cha uongo. Okay. Lakini pia tukibakia hapo hapo, kuna baadhi ya tabia nilishawahi kukutana nazo makanisani. Kuna wale watumishi wa Mungu ambao unakuta kidogo hawaamini katika matumizi kama ya simu tukiwa ibadani. Kwa mfano wakisema ufunue kitabu fulani kutoka kwenye Bible, akisimama mtu mwenye simu akataka kusoma kupitia Bible iliyoko kwenye simu, pia huwa wanakataa. Hawaamini katika kitu ambacho kiko mle. Je, wewe ili kwako na ulichukuliaje? Huwa wako sahihi ama ni kushindwa kupata uelewa mzuri juu ya hivi vitu vilivyoko kwenye simu zetu ama mitandao? Jambo ambalo mimi ningeweza kusema hapo, naweza nisiwe na jibu la moja kwa moja kama ambavyo pengine ungeuliza. Lakini kama ambavyo nimesema mtangazaji, hii mitandao ya kijamii kwa namna vijana kama ambavyo tumepokea kwa namna mbalimbali na inaenea sana kwa sasa hivi. Na wengi hawajajua matumizi yake vizuri. Kama wengi hawajajua, na hao wengi ndio pia wanakuja makanisani mwetu tunakuwa nao. Sasa kwa nini watumishi wengi saa nyingine huwa wanazuia mtu asitumie simu moja kwa moja, atumie Biblia? Hii inategemeana na namna ambavyo pia na wafahamu watu wake. Hata mimi pia huwa napenda zaidi kama niko sehemu ambayo ina maandalizi na nisaidia kwenda ibadani. Labda kwa mfano naenda ibadani Jumapili. Najua ibadani sisi hatuendi kwa dharura. Ibada huwa ina maandalizi yake. Watu tunajiandaa kwamba kesho ni siku ya ibada, ninaenda kanisani. Na kama ninaenda kanisani, kwa sisi imani yetu huwa tunasemaga tunaenda na vifaa vya Mkristo. Vifaa vya Mkristo kuna Biblia, kuna tenzi za rohoni au sisi tunatumia nyimbo za sifa, lakini pia kuna notebook kwa ajili ya kuweka rekodi mbalimbali za mafundisho ambayo tunaweza kufundishwa. Na kwa sababu hiyo huwa tunashauriwa zaidi badala kutumia simu ukiwa kanisani, na pia huwa ina sababu mbalimbali. Kwa sababu mtu unaweza kumkuta na unamwambia fungua Mathayo, ukadhani yuko Mathayo. Kama unavyosema wewe, hujasoma kitu cha kuchekesha wala hujasema kitu cha kushangaza, ukamwona mtu ameshika simu, mara anatabasamu, mara ananuna, mara anatabasamu, ananuna. Na wakati huo anasoma kitu serious, kumbe yuko TikTok kule anaangalia vitu vya ajabu ajabu, anakuwa hayuko ibadani. Au pengine anatumiwa message, ana chat na rafiki yake. Kwa sababu hiyo wengi kupitia namna hiyo inawapelekea sasa kama ni watumishi kama viongozi walezi. Na maana yao sio mbaya. Maana yao kubwa ni kuwalea vijana ili wakae katika nidhamu na kujua kumheshimu Mungu anapokuwa katika ibada. Ndio maana wengi wanashauri mtu atumie nini? Biblia, ambayo haiwezi kaingia message, haiwezi kaingia TikTok. Badala kutumia simu akiwa katika ibada, atumie nini? Atumie Biblia. Kwa maana kubwa sana kuwalea katika misingi ya kumheshimu Mungu na kukaa katika hali ya kuheshimu ibada.
Okay. Ndio. Basi kabla hatujahitimisha hichi kipindi chetu, sasa ningependa ulisemee kanisa kwa ujumla sasa. Yaani kiujumla juu ya matumizi haya ya mitandao ya kijamii, unaona lizidi kujikita huko ama kuna vitu unatamani wapunguze na waviache? Karibu hapo. Mimi cha kushauri hapo, Biblia inasema uitumie akili ikupasavyo. Pamoja na kwamba tuna mitandao ya kijamii ni jambo zuri sana, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo pia tunapaswa kuvirekebisha. Kwa mfano, sasa kuna tabia mtu anaweza akasema mimi sina sababu ya kwenda ibadani. Ndiyo. Kwa sababu nitasikiliza labda mahubiri kwa njia ya television. Yes. Au pengine nitatumiwa somo leo ni somo gani, au nitajiunga na TV fulani ambayo inarusha live. Ndiyo. Mtu analala kitandani anasema niko na mimi ibadani, niko nasikiliza kila kitu. Ndiyo. Sasa huo sio utaratibu wa jinsi Mungu anavyosema. Pamoja na mitandao ya kijamii na kuenea kwa kasi na jinsi ambavyo inaendelea sasa hivi, haimaanishi tusiheshimu utaratibu na mipango vizuri ya Mungu ambavyo inasema. Ukisoma katika kitabu cha Ibrania sura ya 10 mstari wa 25, Biblia inasema wala msikose kukutanika kama ilivyo desturi ya wengine. Lakini katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 20, Biblia inasema walipo wawili watatu wamekusanyika, Mungu yuko katikati yao. Sasa niambie, mtu ambaye anakusanyika na TV yake au anakuwa amelala kitandani, utaelewa na utajua kwamba kuna vitu vingi ambavyo wanakuwa wameshatoka tayari kwenye kusudi na misingi ya Mungu. Mimi nashauri mitandao ya kijamii itumike sana tu vizuri kama ambavyo tuko kwenye nyakati zake sasa hivi, lakini isitufanye tukaondoka kwenye utaratibu na misingi ambayo tumeikuta, hasa ya kumheshimu Mungu, ya unyenyekevu na kumtii Mungu. Mahali ambako tunapaswa kuitumia mitandao ya kijamii kwa faida na manufaa makubwa ya kufikisha ujumbe mahali, tuitumie kwa faida nzuri. Mahali ambako tunapaswa pengine tusitumie mitandao ya kijamii, pengine tusikilize, kwa sababu kuna maombi, kuna wakati tutahitaji kutoa sadaka, tunahitaji kupiga magoti, hautakaa muda wote kwenye mitandao ya kijamii. Kuna wakati itakuhitaji wewe na Mungu, itakuhitaji wewe ufike eneo fulani kwa ajili ya wewe na Mungu pamoja na washirika wengine kwenda. Sisi ni wahubiri, mimi ni mhubiri wa Injili. Pamoja na kwamba naweza nikatumia mtandao wa kijamii kwa kuhubiria watu mbalimbali, haimaanishi sasa nisiende mahali popote. Kuna wakati, kuna namna lazima niende. Unajua Yesu ndo alikuwa mtaalamu wa mitandao ya kijamii kabla hata haijaanza. Biblia inaelezea kuna mtu mmoja alimfuata akamwambia, mtoto wangu anaumwa, twende ukamwombee. Yesu alikuwa mbali sana na wakati huo, na tusingelinganisha na sasa, lakini yeye alituma online maombi. Yaani kabla hata mitandao ya kijamii hajakuweko, akamwambia yule mtu alikuwa na wasiana, akamwambia nenda, mtoto wako amepona. Yule mtu alipofika nyumbani akakuta kweli muda huo aliyekutana na Yesu tayari mtoto alipona muda huo. Hata Yesu hajakuwepo mahali kule. Lakini kuna mahali Yesu alilazimika kwenda. Biblia anasema Lazaro akiwa anaumwa, ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 11, anasema Lazaro akiwa anaumwa, Yesu alipata taarifa, akawasubirisha wanafunzi wake, akamwambia tutaenda. Walienda mpaka kaburini wakamwamsha Lazaro, na mahali kwingi alifanya hivyo, alienda. Kwa sisi haituzui kwenda mahali, bado inatupasa twende na tuitangaze Injili. Biblia inasema enendeni kote ulimwenguni, na sisi tunapaswa pia kwenda kufika, kuwaona watu, kuongea nao ana kwa ana, kuwaona hali zao, kuweza pia kuwashauri kwa ana kwa ana ili kuwasaidia vizuri kiroho. Haitoshi peke yake kusimamia masuala ya kiroho na nidhamu ya kiimani kwa njia ya mitandao ya kijamii. Inatumika sana, lakini bado tuna wajibu, hatuwezi kuacha wajibu wa kwenda kuona watu na kuzungumza nao ana kwa ana. Basi mimi nikushukuru sana. Asante sana. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Na mtazamaji wa MTC Online TV, nadhani umemsikiliza kwa umakini kabisa mtumishi wa Mungu mahali hapa, ambaye ametolea ufafanuzi wa kutosha kuhusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii makanisani. Kwa hiyo nadhani utakuwa na cha kujifunza kupitia maelekezo yake aliyoyatoa mahali hapa. Paka hapo sisi hatuna la ziada. Ulikuwa na mimi Tobias Amos, na kupata taarifa na vipindi vizuri kama hivi, subscribe channel yetu inayojulikana kama MTC Online TV, na hapo autopitwa na update yoyote kupitia
mtandao wako. Na ukaribisha sana, ubarikiwe sana.